Mimi ni mkaaji wa Shauri na mzaliwa wa Shauri. Hii ploti ambayo wanasema ni barabara ilikuwa ya wazazi wangu na walinunua in 1960s na si moja ni mbili. Kuna wakati ilifika nikagonjeka sana na familia ilinisaidia. So nikaona nimewasumbua sana, nikaweka kibanda mbele ya plot 17. Wakati niliweka mahali pale kibanda, watu wa barabara walikuja wakasema niondoke kwa sababu ni barabara. Na nikawaambia nitaondoka na nikalipo 51,000. Wakati nililipo hizo pesa, nikafikiria juu ya baridi nijenge kaduka. So ndugu yangu akaniambia the next plot ambayo ni 18 naweza jenga duka hapo. Wakati tu nilisema nitafute pesa, nikapata, nikaenda county. Nikaomba barua ya renovation. Nikapewa na nikawaambia kuna kanyumba nataka kuextend niweke duka yangu. So wakaniambia nilipe 10,000 na nikalipia kwa Sisibo na nikapewa hiyo barua ya renovation. Wakati nilianza tu kujenga, hiyo kanyumba kalikuwa kamefika hapa kamemaliza, ndio MCA alikuja na watu wa Shauri. Wakasema ni barabara. Mimi nikawatolea document. Title D iko nitoe. Haya nikatoa title D. Ni yangu. Kini MCA alikataa. Na akasema hiyo ni barabara. Akaniambia na wakaweka X hiyo nyumba, akaniambia nilete, yeye ndiye ataleta surveyor na yeye ndiye ataleta watu wa physical planning wakuje wapime. Tukaita surveyor mwingine akamkataa. Kidogo alileta surveyor wa county ambaye aliniambia ni wa county na physical planner. Nikalipa 35,000 ya surveyor. Surveyor akapima, alishinda hapo the whole day na tulikuwa na ndugu zangu na jioni akaniambia ni ploti. Sasa akaniambia nigoje nini? Barua. Nikakaa mwezi moja. Nampigia simu hashiki. Siku moja ndiye alichukua na akaniletea physical planner ambaye nililipa 65,000. Vile nililipa hizo pesa wakaninyamazia. So mimi nikaambia ndugu yangu mkubwa, watu ni kama walinikona. Nikaambia ndugu yangu nitajenga na nguvu. So nilianza kujenga na nguvu na ndio nilikuja tena kuvamiwa na MCA na watu wa county na raia wa Shauri. Wakisema ni barabara. Watu wa county wakaniambia hatukushiki juu ni mgonjwa, ujipeleke kwa county. Mimi nikajipeleka the following day asubuhi, nikapata mkubwa. Mkubwa akaniambia wewe ndio unajenga na kifua. Nikamwambia sijengi na kifua, bali nililipa pesa zangu lakini barua sikupewa. Akaniuliza ulipea nani? Nikamwambia nilipea Elisha Tanui na Steven Kimotoro. Nikamwambia niko na statement ya M-Pesa. Akaniambia leta, nikampea. Akawapigia simu. Elisha alikuja na akaulizwa na mkubwa ulipewa pesa? Akasema ndio. Ulipima? Ulifanya hiyo surveying? Akasema nilipima. Na ukapata nini? Akasema nilipata ni ploti. Na barua kwa nini ukupea yeye? Akaambiwa mara moja pea barua. So nilienda akatafuta, akaenda akashughulika. Mkubwa mwenyewe akaenda akaniletea barua ya kulipa Sisibo 5,000 na akanipea barua ya survey. Yaani ya kusema ni ploti. Baada ya hiyo akanionyesha watu wa physical office. Nikaenda. Kwenda wakaniambia nitafute search, nitafute map ya Eldoret, ya Nairobi, PDP na IFAR. Na nikazitafuta. Wakati nilileta hizo maps na kila kitu waliniitisha wakaniambia ni ploti. So nikamwambia mimi nataka kujenga. So wakaanza kuprocess kunifanyia, wakaniambia hujalipa rates, nikalipa rates. Wakaniambia nilipe plan, nikalipa hata sasa hiyo kujenga hiyo kanyumba, nikalipa kujenga perimeter wall na wakanipitishia. Wakati nilianza kujenga vita ikakuwa kubwa sana. Nikatoka hapo na ananiletea guns. Hata nitaonyesha ameniletea gunzi zaidi ya mara 10. Niko na OBs zote na nikaenda kuongea na OCS wa town. Nikamuuliza nitafanyaje na huyu mtu amekataa kukubali ya kwamba ni plot. Akaniambia niende kwa DCI. Nikaenda kwa DCI nikaongea na yeye, akaniambia saa hizi ni kugumu, watu wana shida ya pesa. So vijana hata akipewa 200 atafanya kitu mbaya. Niende kwa assistant commissioner ili akuje afundishe watu tufanye baraza. Nililipia hiyo mkutano na commissioner alikuja, hata picha utaziona, na commissioner county watu wa physical planning na surveying wakakuja na wakaelezea watu na documents zote wakaonyeshwa, wakaambiwa ni ploti.
Mimi nikadhani mambo imeisha. Wacha usiku nyumba yenye nimejenga nikavamiwa, ikabomolewa, wakinipiga na mawe usiku, mchana hata sina amani. Sasa kutoka hapo nikaona niende nikarudi kwa DCI. Nikamza nafanyaje, akaniambia weenda kotini. Kwenda kabla sijaenda kotini akanipeleka kwa waziri wa physical planning na waziri wa nini, tukafanya kesi hata governor, nikatoa documents zote, wakaziona na wakaridhika ya kwamba ni barabara. Wakamuita wakamuongelesha, lakini hasikii. Sasa akaniletea tractor ya kulima. So mimi na huyu msichana wangu tukaenda kwa waziri wa roads. Nikamuuliza, nyinyi watu wa county, nyinyi ndio mlinipea barua na tena wewe county ndio unaleta tinga ya kulima ploti yangu? Akasema sio mimi. Akachukua simu, roads na lands ni tofauti, ni moja lakini kuna tofauti. Akapiga simu huko, akapigia mkubwa wa surveying, akamuuliza, wewe ndio ulitoa hii barua bwana Lagat? Akasema ni mimi. Hiyo ni ploti, si barabara. Physical planning wakapiwa, wakasema tumefanya uchunguzi wetu, ni barabara, si barabara, ni ploti. Wanjohi akapigiwa simu na huyu mkubwa akamkatasha, lakini hasikii. Sasa kutoka hapo sisi tukadhania mambo imeisha. Akanipeleka kwa anti-corruption, akanipeleka kwa hakuna mali hajanipeleka. Sasa dakika ya mwisho akawa ananiletea guns na mimi nikaenda kotini nikapata order. Wakati nilipata order nikarudi tena nikaenda kuomba order ingine ya polisi wanisaidie kusimama pale nijenge perimeter wall, na nikapewa. Sasa kupewa, sasa ile tulianza kujenga tukavamiwa na vijana na wakakata fundi yangu mdomo hapa na hapa. Vile walimkata, kijana moja aliweza kushikwa, nasi tukaendelea kujenga. Vile tuliendelea kujenga, anatuma gunsu usiku, anafanya nini. Nami vile niliweka polisi pale, wanapiga tear gas. Sasa watu shauri wakasema wataki hiyo makelele, hiyo tear gas na mawe, vile hao vijana wanatupa wataumiza watu. So wakaenda waka-complain na tukaitwa na county commissioner na wa security yote ya Eldoret kule kwa DC. Tukaenda wakubwa wa karibu 15, wengine 15, commissioner pale na mimi hapa na Wanjohi hapa. Akatuuliza, nyinyi wa Kikuyu mnapigania nini? Wanjohi akasema ya kwanza hiyo ploti ni barabara. Akasema ya pili, mimi ni mkora na MCA, the late MCA ndiye aliiba hiyo ploti kwa sababu ya related, akanipea. Akasema nilijiwekesha kibanda hapo ili niibe barabara kwa sababu wakati watu wa barabara waliambia nitoke, nilisonga hapo mahali pengine. Vile nilisonga hapo nikaiba barabara. Akasema documents zangu zote nilipewa na watu fake, sio watu hawafanyi kazi kwa county. Akarudi akasema miaka yangu na hiyo ploti haifanani, yani haitoshani, mimi ni mdogo sana, kwa hiyo ni title deed. Na mimi nikatoa barua ya grant, nikatoa death certificate. Brother yangu ambaye ni administrator alikuwa pale akaexplainia na wakubwa wakaangalia, wakamuuliza hii ni wakati ya ukoloni, wizi iko wapi hapa? Akanyamaza. Sasa mimi nikaproduce documents zangu, kila kitu iko pale, wakubwa wakaridhika. So wakampea onyo, wakamwambia asijaribu kufika mahali hapo. Na kweli hajafika. Akaniletea huyo nominated MP Wainaina akakuja, baada ya kumpea documents akamkatasha. Amejaribu kukatashwa na watu wengi asikii. Sasa ana poison watu washauri sana. Anawawekea, hawaambii ukweli vile kunaendelea. Hawaambii ukweli ya kwamba nina documents. Na documents hata saizi niko nazo, mnaweza kuziona hapa. Amenitesa, amenipigisha watu, hata silali, nimegonjeka na mimi huwa mdhaifu. Sasa leo nimesikia ako kwa county assembly, ameita watu huko public, na kuna map niko naye hapa ya PDP. Ploti zangu ni mbili, na kuna sehemu moja kuna Royal Pub mpaka chini. Kwanza kijana moja iko pale mwenye ananipiga vita. Ukiangalia kwa PDP wanaandika hiyo ndio public utility. Yangu ni private land. Sasa mimi nashindwa, kama ni mtu wa haki, kwa nini asitetee hiyo irudi? Alafu sasa akaleta issue ya stima. Issue ya stima, hiyo plot imepita, stima kubwa imepita. Mimi mwenyewe hata barua mtaona niliandikia watu wa Power, nikawaambia kuna stima ambayo imepitia kwa ploti na sijui huendaje, makuje wanielezee. Wakubwa walikuja mpaka mahali pale wakaiangalia. Wakaniambia hii vile huwa unaenda utawacha 6 meters
na kabla tuweke hii stima lazima kuna mtu alisign na waliongea na yeye na akalipwa, ndiposa tukaweza kuweka stima. Nikamwambia hii ploti ni ya urithi, labda babangu alilipwa, kuna documents. Wakasema documents ziko. Hata kabla tumalize kuongea, ndugu yangu mkubwa ambaye ni administrator akafika, akamwambia hatukatai. Kama hiyo document mtatoa na ni baba yetu, mimi ndiye administrator, nitakata hiyo 6 meters na nifanye nini? Nifungue. Wakasema wataleta. Watu wa Power walininyamazia, wakunijibu na wakuja wakuniletea barua. So juzi wakati mambo imeenda, Wanjohi ameenda kwa Power, ameweka fitina huko, wakubwa wakakimbia sana, wakakuja. Wakati walikuja wakapata ni mimi. Wakaniambia kumbe ni wewe, nikamwambia yeye. Wakaniambia kesho kuja kwa ofisi. Nikasema sitaenda peke yangu, nikaenda na mandugu zangu. Tukawaelezea kile kitu, documents nilikuwa nimewapea title deed. Haya, wakatuambia tugoje, watatuandikia barua. Kidogo wakatuletea map nyingine, wanasema ni PDP. Na mimi niko na original PDP, nikamwambia hiyo sio map. Wakasema hiyo ploti ambayo stima iko ni Shauri B. Hii si Shauri B, hii ni mwisho wa Shauri A na iko na title D. Shauri B iko na allotment letter. Mimi niko na title D zangu zote mbili. Haya, sasa akanipeleka kwa DCI. DCI una komanda wa polisi wakakuja na magari mingi, wamejaa, wanasema niwache kujenga. Nikamwambia DCI, mimi niko na order ya kotini na niko na approval. Unless uniletee order nyingine nitawacha kujenga. Na niliendelea kujenga. So vile niliendelea kujenga, wakaniletea wakubwa wengine akisema Power. Usiku nikavamiwa na vijana wakisema wametumwa na Power. So watu wa Power wakakuja, wakaniandikia barua ambayo mtaiona. Wakasema ni kweli our power line ime-encroach kwa plot yako and give us some time. Tufanye nini? Tuendelee na uchunguzi. Mimi nikaenda kwa wakili akaniambia hiyo barua yao si mzuri, tuandike watupe specific time yenye utafanya uchunguzi. Haya, hawakutujibu. Sasa sisi wakili kuandika hiyo barua tupelekee hawa tuwaambie hiyo vile barua aliandika hatukuelewa vizuri, wakakataa barua. Wakasema tupeleke Nairobi. Tumepeleka Nairobi, Power wamejibu, wamesema ni wapeleke title yangu. Already tumeshawapea. Sasa ni plot ni yangu na niko na documents zote. Niko na surveys report, niko na search, niko maps zote mpaka za Nairobi zinaonesha ni plot. Na hata anasema mimi ni mtoto, mpaka ile grant ya kotini iko na death certificate ya baba iko.